Nyote tena wanaume kwa wake, wanaume na wanawake. Hapa kuna baadhi ya mistari fulani ambao ukitaka uheshimiwe, kama wewe mwanamke na unataka uheshimiwe, kama wewe mwanaume unataka uheshimiwe, ukitaka uheshimiwe, usiende kwa watu kata mguu kwenda kwa watu. Kila jioni unaonekana kwa ile nyumba ya jirani, kila mara unaonekana kwa jirani, uko kwa jirani unakunywa chai huko mpaka unaramba vikombe. Kwani kwako hakuna chai? Ati ni urafiki gani? Unafikiri watu wanakusoma vipi? Unaona kama watu wanakusoma vipi? Jaribu, mimi nakupatia hizi mistari. Angalia, ukienda kwa jirani ukiekewa chakula, angalia kwanza ile facial language, ile lugha iko kwa uso yao. Utakula hiyo chakula. Wewe unakula tu bila kujisahau, unacheka hapo. Unaona nani aliumba hapa kuuza kununulia chakula huko na boma yako? Unaacha bibi yako na watoto huko, unaenda kwa jirani huko unakunywa chai mpaka unaramba vikombe huko. Unarudi kwako ati kwenda kabisa. Waache hiyo upuzi. Hiyo ni kitu ya kwanza nimemwambia. Usipigie watu simu ovyo ovyo. Hiyo ni ya pili. Wachana kupigia simu watu ovyo ovyo wewe. Ukitaka uheshimike. Sasa wewe utaweka credit yako, huna kazi ya credit uanze kupigia watu simu. Halo vipi mnaendeleaje? Nilikuwa nataka kuwajulia hali. Hiyo ni akili nzuri kweli? Hiyo ni mtu ako na akili nzuri. Hiyo pesa na sio ati ni pesa uko nayo. Umaskini unakusumbua. Hiyo ni njia moja ya kuleta umaskini. Weka credit, piga mahali pa maana, mahali utafaidika. Sasa unapigia ujulie watu hali, wewe ndio nani alikuidhinisha wewe unajulia watu hali? Nani alikuidhinisha? Nani alikuidhinisha? Hiyo ni mbaya sana. Kitu ya tatu, mipango yako, plani zako. Wacha kuzitoa nje. Usitolee plani zako mahali chochote unachokipanga. Usitolee watu nje kwenda kuwatangazia huko, hata kama ndugu yako au dada yako, mama yako ama bibi yako. Kaa nazo kimya. Uweze ukatulia na plani zako kwa akili. Tulia nazo mpaka uzifanye watu wazione ukizifanya. Hiyo itakuwa ina wasiwasi. Hiyo ni kitu ya tatu nimwambia. Kitu ya nne, pesa yenye unapata, mapato yenye unapata, usianze kutangaza. Unatangazia bibi yako, mimi napata 50,000, mimi nataka wewe nikuulize, wewe unaona kama wanaume wapati pesa? Kuna wanaume wanapata pesa nyingi kuliko zao. Hako kashahara kako, hata ni kashahara sio mshahara, hako kashahara kako unakatangaza. Unatangazia nani? Unatangazia nani? Wewe funga mdomo na ufanye mambo yako kisirisiri. Hivyo tufunga mdomo na ufanye mambo yako kisirisiri. Kitu ya nne, omba Mwenyezi Mungu. Chochote unachokifanya omba Mwenyezi Mungu. Hapo kwako nyumbani panatosha. Biblia inatuambia wazi kwamba funga mlango wako, piga magoti, omba Mwenyezi Mungu. Usiombe kwa maneno mengi kama wapagani. Ndio Biblia inatuambia, inatufundisha hivyo. Usiombe maneno mengi kama walio ambao wamjui Mwenyezi Mungu. Omba Mwenyezi Mungu tu, anasikia ukiwa hata nyumbani kwako. Si lazima uende kanisani. Hapo nyumbani kwako Mungu anaweza kukusikia. Hilo ni jambo la nne ninawaambia. Sasa hakikisha uko na maono, uko na malengo fulani ya kesho. Hakikisha uko na malengo fulani. Usifanye vitu tu ati unatembea tu bila direction kama samaki venye anatembea baharini. Hapana, fanya mambo na mipango. Unajua lengo lako, kesho utakuwa wapi. Si siku saa zote unakaa mahali pamoja. Pamba mambo na watu na nini yako. Haya, kaa chonjo ujue wale wanaokuzunguka huenda wakawa wasaliti. Maneno wanyenyewe unawaambia, yapime kwanza, yafikirie kwa akili yako kwanza ndio yatoe. Yafikirie na usiarefushe. Hata kama unaongea kitu unajua kama kitaharibika unaweza kukiregesha kwa mdomo yako. Lakini kitu utaongea hapo wewe unaambia mtu siri zako zote. Alafu kesho akiwa jirani, akiwa adui, atafanya nini? Si atakusaliti tu. Akiwa adui atakusaliti. Ukaichonjo mambo ya kuambia siri zako. Heshimu bibi yako. Unaona bibi yako ako pale, anajua siri nyingi zako. Kwanza ndio anakulisha chakula. Unaona kama ule bibi akitaka kufanya vibaya anaweza kufanyia tu. Mheshimu na umsalute kila siku. Bibi yako ni mali yako. Unafaa umheshimu na umsikize, na sio kumkemea, msikize kwa lile jambo chochote kile kinako pale. Na hapo utasonga mbele vizuri ukiheshimu bibi yako. Heshimu bibi yako. Heshimu watoto wako. Usiwaambie watu mipango yako. Usiambie watu mipango yako, ama usiambie, wacha wajione. Unajua wewe unaambia watu mimi niko na pesa. Pesa uko nazo umezitoa wapi sasa? Pesa zinaongea kuliko sauti yako. Hata ukinyamaza pesa zenyewe zitaongea, maana itaonekana mipango yako hiyo unaipanga. Mipango yako hiyo unaipanga itaonekana waziwazi. Mipango yako itaonekana. Sio ati wewe unatangazia ati mimi niko na pesa. Hapana, tutaona venye utafanya. Chenye tutaona ndio tutajua bwana. Chenye tutaona ndio tutakijua. Basi mipango yako tumesema usitangazia watu. Usiamini mtu yoyote. Jiamini wewe mwenyewe. Amini Mungu na ujiamini wewe mwenyewe. Amini nini?
Amini Mungu na ujamini wewe mwenyewe. Na jambo la mwisho nawaambia, wale maadui zako wa kitambo, hata kama wamekuwa marafiki, hiyo ni bibi mliachana na nataka kurudi, maadui zako wa kitambo, hata kama wamekuwa marafiki, ni ukae chonjo na wao. Wanaweza kurudi tena wakakusaliti vile vile. Mtu asahau na chenye alichofanya. Kwa hivyo ukae chonjo. Hao walikuwa maadui wa kitambo, jua hiyo wako nao bado kwa akili yao. Kwa hivyo ukae chonjo na yao. Ukae chonjo na wao kabisa.